Dada. Kama nilivyokuambia mara zote. Mke wangu mimi kabadilika sana. Yaani mke wangu mimi sijui kimempata kitu gani. Sijui ana pepo nimpeleka akaombewe. Mimi nachokuwa na kuomba dada. Jaribu kuzungumza naye. Huenda wewe akakuelewa. Hebu nipatie kwanza muda. Mimi nitajaribu kuongea naye. Kisha nitakupa. Sawa. Mimi ngoja niwe na subira. Maana kwa nilionayo ni mengi sana. Nana, umepata na mgeni kaka. Oh, huyo anayekuja ni rafiki yangu. Sawa. Karibu kaka. Asante sana. Huyu ni dada yangu. Nilimuita sawa kwa shida za mke wangu. Dada yako kweli? Wewe mbaya wewe. Hapana. Tuachane naye. Nafikiri umekuja muda mwafaka. Sawa. Nilikuwa nikimalizana tu na dada hapa cheki. Mke wangu mimi bado yale. Jana nimeshika geti, nilivyoingia nikahisi kama alikuwa na mtu. Yaani alibadilika kabisa mapokezi yake. Baada ya muda kidogo nilisikia geti la huko nyuma ikifunguliwa. Si ilikuwa inafunguliwa, si inafungwa. Na sijatambua alikuwa ni nani. Sasa kwanza pole sana kwa matatizo unayopitia. Sana. Lakini pia mimi mwenyewe nakikwambia hapa nilipo na majanga na sielewi nifanye nini, sielewi wewe. Yaani sielewi kifupi. Nini tena iko kaka? Wewe acha tu. Shemeji yako. Mimi jana nimetoka kwenye pilika zangu mtaani huko, nimetafuta riziki hapa na pale. Nimerudi nyumbani, nimekuta hali ambayo sio kabisa. Nimekuta kuna mwanaume anatoka ndani ya nyumba yangu. Nambaza ili yupo kifua wazi. Alafu shemeji yangu yupo nyuma anamsindikiza. Ni jambo ambalo limenipa taabu sana. Pole sana kaka. Nahisi matatizo yetu yanatofautiana, lakini ya kwangu ni makubwa kuliko ya kwako. Hakuna cha kufahamu. Japo wewe umepitia muda mrefu na kwenye changamoto nyingi zaidi, lakini hakuna cha unafuu. Nimekuta picha kwa muda ambao wewe umeishi katika pilika na mikiki kwenye ndoa yako kama hiyo. Ni maumivu kiasi gani hapo? Na pia mimi ni siku moja tu nimeiona situation kama hiyo pale. Nimeumia sana ndani ya moyo wangu. Sasa mimi sikuchukulia muda sana. Ila tu nitapenda kukwambia ni karibu tukuonane. Nakaa basi ndugu yangu. Nashukuru. Ila acha niwahi. Oh. Umeshia nje? Nikwambia mambo ni mengi. Basi sawa. Shukrani.
We kaka. Sema nakuomba mara moja. Mimi? Hapana. Check mara moja. Usitaki kuniaminisha Dibu, umekuwa jasiri kiasi hicho. Unamaanisha nini? Umewezaje kuja mbele ya wanaume wote hao afu kunifuata mimi? Hilo usijali. Kwani wakituona? Kwani watu wampelekea taarifa mume wangu? Unahakikisha vipi usalama wangu aliyakuwa na watu wote wanakuona kama hivyo? Yote hayo umesababisha wewe. Siku hizi haunipigii simu. Nikikupigia simu zangu haupokei. Ndio maana nimeamua kukufuata. Unafahamu ya kwamba wewe ni moja ya watu ambao tayari upo. Wewe ni moja ya watu ambao upo katika ulinzi. Hata hivyo mimi sasa hivi nimetoka saluni. Kuna safari naenda. Nataka kusafiri. Kuna mzigo wangu ambao naufuatilia. Una safari? Nina safari. Mbona imekuwa ghafla sana hii safari? Ni safari ya amani kweli? Ni amani kabisa. Sawa. Kwa hiyo unaniaga vipi sasa? Kukuaga? Hilo halitowezekana kwa siku ya leo. Wacha niende kwanza. Nikirudi, tutakuja tuongee vizuri. Diva, unanipenda? Ndio nakupenda. Hivyo unafahamu kwamba maisha yangu yako hatarini kwa sababu yako wewe? Basi kama unatambua hilo, nahitaji tupata wasaa mzuri wa siku ya leo kabla hujaondoka. Basi sawa. Acha niende sasa hivi. Baadaye tutawasiliana. Utanipigia simu, tutawasiliana. Usitaki kuniambia kwamba yule kijana anaendelea kukupa kiburi. Yule kijana mimi sina mawasiliano naye tena sasa hivi. Sina uhakika na hilo. Unaniaminisha vipi ndani ya moyo wangu ili niweze kuamini wewe? Usijali kuhusu hilo. Tazingatia. Nahitaji biashara yako na yule kijana ife. Kama ni mtu wa kazi nitakutafutia mwingine. Wacha mimi niende. Tutawasiliana. Mambo vipi Tanzania? Tukiwa ndani ya manispaa ya Kahama, Maili Numbi. Bwana, kwa huduma bora kabisa, huduma za kijamii, waone Van B Mashallah, wanapatikana Numbi mkabala kabisa na mgodi. Bwana, kuanzia upande wa kushine, hapa nazungumzia wanangu wa kupendeza. Kuna saluni nzuri ya kiume, wanakunyoa safi na unapendeza na tokelezea kwenye mtoko wa kisasa zaidi. Lakini pia hapa nazungumzia upande wa mtoko. Mtoko wenyewe unajua ni upi? Bwana, unapotoka na mwenza wako, unatoka na rafiki yako, unatoka na mgeni wako yote yule, nenda Van B Mashallah kwa vinywaji safi na bora zaidi. Ukutana na wahudumu walio
waliobobea zaidi ndani ya Van D Mashara. Lakini pia upande wa wanawake hatujawasahau madada zetu, mama zetu, mabibi zetu. Bwana, huduma ya kusuka inapatikana pia kwenye saluni ya kike. Unangoja nini? Karibu ndani ya Van D Mashara. Na wale wanangu wa burudani hatujawasahau na wala hatujawaacha mbali zaidi. Tunawakaribisheni sana. Tuna mazingira yenye hadhi safi na bora zaidi kwa ajili ya kuangalia mpira. Hapa nikizungumzia ukumbi wa mpira. Na pale mlangoni hawana kiingilio sana. Yaani ni shilingi 500 tu ya Kitanzania. Unakwenda kushuhudia mechi zote za Tanzania, ligi ya Tanzania, lakini pia unashuhudia ligi zote ulimwenguni kote, kuanzia Ulaya mpaka ligi zote unazozifahamu wewe. Na wenye upande wa chakula hatujawasahau wanangu. Hata ukija na njaa utapata msosi ulio bora zaidi kwa wahudumu waliobobea na wenye ubora wa mapishi yaliyo bora zaidi. Hapa nawazungumzia Van D Mashara. Lakini kama hutoweza kumfahamu zaidi jina lake, anajulikana kwa jina maarufu sana kama Yohana. Unangoja nini? Van D Mashara aka Yohana wanapatikana Numbi. Na yote